Sheikh Ahmed bin Ngoy Kadhi, mwadhiri maarufu wa Kiislamu, ameandika maneno mazito katika ukurasa wake wa Instagram akiwalingania Waislamu na kuwakumbusha kuhusu kifo. Amesema kuwa baada ya mtu kufikiwa kaburini ndipo safari ya haki huanza. Hapo ndipo maisha ya akhera yanafunguka na maelezo ya huzuni hujitokeza kwa undani. Huu ni wakati ambao hawezi kusema, hawezi kujitetea na hawezi kurekebisha. Muda wa vitendo umeisha, muda wa malipo umeanza. 1. Kuondoka kwa watu kaburini. Wale waliokuja na majonzi, machozi na dua huondoka wakirudi majumbani, lakini wewe unabaki peke yako ndani ya udongo, kimya gizani, pasipo simu, ndugu wala mali. Mtume alisema, hakika maiti humsikia yule anayemzika anavyoondoka kwa miguu yake. 2. Kuja kwa malaika wa mitihani, Munkar na Nakir. Wanakuuliza maswali matatu ya msingi: nani Mola wako? Nini dini yako? Nani mtume wako? Wataweza tu kujibu wale waliokuwa wakimtumikia Allah kwa ikhlas. 3. Adhabu na raha ya kaburi. Ikiwa ulikuwa mwema, kaburi linakuwa bustani ya peponi. Ikiwa ulikuwa muasi, kaburi linakuwa shimo la moto wa jehanamu. 4. Mwisho wa matendo, mwanzo wa hesabu. Hakuna tena swala, toba au sadaka. Kile ulichofanya ndicho kitakachokuhukumu. Wakati wa mtu unapomalizika, matendo yake hukatika. Aliyekuwa akicheka na marafiki sasa analia peke yake kaburini. Aliyekuwa tajiri au maarufu sasa hana la kusema mbele ya malaika. Aliyekuwa akisubiri likizo sasa anasubiri hesabu. Kumbusho: kabla hujazikwa jisahihishe, kabla hujafukiwa jitayarishe, kabla ya kuachwa kaburini mrudie Allah. Ewe nafsi, rudi kwa Mola wako kwa hali ya kuridhika na kuridhiwa. Na hapa mimi Ahmed bin Ngoy Kadhi nitaendelea kuwakumbusha ndugu zangu hadi siku nitakapozikwa chini ya ardhi. Akamaliza hapa kwa kusema kwamba kama hawaamini kaburi utamka na kupumua na kuulizwa maswali, jiulize tumboni kwa mama yako ulikuwa unapumua vipi mpaka ukatoka mzima? Kama hawaamini nayo yazungumza, subiri ufe. Ni maneno mazito aliyoyaandika Sheikh Ahmed bin Ngoy Kadhi kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram. Nini maoni yako? Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment, sehemu in comment section. Majina yangu mimi naitwa Mido Simba. Bye bye till the next time.